Lazima kila pesa inayoingia katika maisha yako lazima ujifunze kuizalisha iwe na faida. Wako wanaume hapa mlikuwa vizuri katika uchumi. Leo uchumi ule umepigwa na Wafilisti, haupo tena. Umekanyaga kwenye kikao cha wanaume hapa. Ukitoka hapa tunarudi kuchimbua vile visima ambavyo vilitupa utajiri enzi hizo, vilivyotupa matokeo. Wafilisti wakafukia, vinaenda kuchimbua. Haleluya. Zaburi, Methali 17:16. Mwenye Biblia na microphone asome, lakini naomba pia simu yangu, maana kuna Kiswahili cha kisasa nataka nikusomee. Biblia inasema, amna mtu amepata? Ngoja nisome mwenyewe. Hiki ni Kiswahili cha kisasa. Hebu sema cha kisasa. Ya nini mpumbavu kuwa na fedha mkononi, kununulia hekima, wakati yeye mwenyewe hana akili? Tafsiri nyingine inasema, fedha ina faida gani mkononi mwa mpumbavu, wakati yeye hana haja ya kupata hekima? Mgeukie jirani wako mwambie, tumekuja kuondoa upumbavu na ujinga. Naomba nimpongeze sana IPM pamoja na management yote ya huduma hii kwa kuweza kuandaa kitu kizuri namna hii. Lakini kingine zaidi ya yote, wewe kuwa na kiu na shauku ya kutaka kubadilisha maisha yako, kuchukua kutoka level moja kwenda kwenye level nyingine. Na hiyo ndio sifa ya mtu ambaye sio mpumbavu. Jipigie makofi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Nimepewa dakika 20, nitaomba niongee na akili yako. Maana wanaume tunatumia akili zaidi kuliko mioyo. Mwanaume umepewa fursa katika maisha yako ya kutumia akili kuliko moyo, kutumia akili kuliko hisia, tofauti na wenzetu. Ndio maana wanaume huwa hatulilii sana. Ulishawahi kwenda msibani? Anayelia sana sana ni nani? Kulia ni hisia, ni emotion. Na ukiona mtu analialia unafanyaje? Unamwambiaje? Kwa mwanaume kidogo. Wanaume wote tunafutafuta tu hivi na nini, marehemu tumempenda basi unafutafuta, ndio tunalia hivyo. Sasa nataka niongee na akili zako kwa dakika 20. Na nataka niongee na wewe mambo 7 yatakayo kusaidia kwenye eneo la uchumi. Mungu akitupa neema nitaongeza na mambo kama 3 hivi. Lakini hayo 7 ndio ya msingi. Kama una Biblia yako, fungua kitabu cha Mathayo 25. Mathayo 25. Mstari wa 14 mpaka wa 30. Mathayo 25:14 mpaka 30, kuna hadithi moja nzuri sana ambayo ilihadithiwa miaka hiyo, lakini mpaka sasa hivi inafanya kazi katika eneo la uchumi. Na kama utaweza kuielewa hii hadithi, utafika mbali sana kiuchumi. Nitasoma again kwa Kiswahili cha kisasa, maana ziko tafsiri nyingi. Kuna lugha nyingine nikiongea inawezekana ikawa ngumu, lakini nimemuomba Mwenyezi Mungu anisaidie niweze kuongea kwa lugha ambayo utaielewa kwa haraka sana. Biblia inasema, wakati huo itakuwa kama mtu mmoja aliyetaka kusafiri ng'ambo. Aliwaita watumishi wake, akawakabidhi mali yake. Sema mali yake. Alimpa kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake. Hebu sema uwezo wake. Neno uwezo ni muhimu sana.
Nataka nikupitishe kwa lugha ya mwalimu ili uweze kuona, jicho la mwalimu ili uweze kuona. Anasema alimpa kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake, mmoja fedha talanta 5, mwingine talanta 2 na mwingine talanta 1. Kisha akasafiri. Mara yule aliyekabidhiwa fedha talanta 5 akafanya kazi nazo akapata faida. Hebu sema faida. Faida. Akapata faida talanta 5. Halikadhalika yule aliyekabidhiwa talanta 2 akapata faida talanta 2. Lakini yule aliyekabidhiwa talanta 1 akaenda akachimba shimo ardhini. Akaificha fedha yake, fedha ya bwana wake. Baada ya muda mrefu, yule bwana alirudi, akaanza kukagua hesabu ya mapato, ya matumizi na mapato ya fedha yake. Hebu sema matumizi na mapato. Mtumishi aliyekabidhiwa fedha talanta 5 akaja amechukua talanta 5 faida. Akamwambia, bwana, ulinikabidhi talanta 5. Hapa pana talanta 5 zaidi faida niliyoipata. Hebu sema faida niliyoipata. Bwana wake akamwambia, vema, mtumishi mwema na mwaminifu. Umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, nitakukabidhi mambo makubwa. Mtumishi aliyekabidhiwa talanta 2 akaja akatoa talanta 2 faida. Akasema, bwana, ulinikabidhi talanta 2, chukua talanta 2 zaidi, ikiwa ni faida niliyoipata. Bwana wake akamwambia, vema, mtumishi mwema na mwaminifu. Umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, nitakukabidhi mambo makubwa. Hebu sema mambo makubwa. Lakini akamwambia, njoo ufurahi pamoja na bwana wako. Lakini yule aliyekabidhiwa fedha talanta 1 akaja akasema, bwana, najua wewe ni mtu mgumu. Wewe huvuna ambapo hukupanda, hukusanya pale ambapo hukutawanya. Niliogopa. Hebu sema niliogopa. Uoga. Nikaficha fedha yako katika ardhi. Chukua basi mali yako. Unajua bwana alichomwambia? Bwana wake akamwambia, wewe ni mtumishi muovu na mvivu. Uvivu, huyu bwana anaambiwa wewe ni muovu, sio kwamba amemuua mtu, sio kwamba ni jambazi, sio kwamba ni mzinzi, sio kwamba ana roho mbaya. Anaambiwa wewe muovu kwa sababu umeshindwa kuzalisha mali. Hii ni Biblia inasema, unaweza kuwa kanisani unachapa pambio, unanena kwa lugha, kama uzalishi mali, Mungu anakuona wewe ni muovu kama waovu wengine tu. Na tumejaza waovu kiasi gani kanisani? Sasa bado sijaanza kufundisha, nasoma neno. Anasema, akaiweka chini, nami ningalichukua. Akamwambia, wewe ni mtumishi mwovu na mvivu. Unajua kuwa mimi huvuna mahali ambapo sikupanda, hukusanya pale ambapo sikutawanya. Ilikupasa, hebu sema ilikupasa. Ilikupasa basi kuiweka fedha yangu katika benki. Sasa hii ni Kiswahili cha kisasa. Kuiweka pesa yangu katika benki. Tafsiri nyingine inasema kwa watu wanaozalisha riba au faida. Nami ningalikuja na ngalichukua mtaji wangu na faida yake. Maelekezo: mnyang'anyeni huyu fedha mkampe yule mwenye talanta 10. Maana aliye na kitu atazidishiwa, lakini yule asiye na kitu, hata kile alicho nacho, tafsiri nyingine inasema hata kile anachozaniwa kuwa nacho, kinanyang'anywa.
Na kuhusu huyu mtumishi asiyekuwa na faida, mtupeni nje gizani, huko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Watumishi wa Mungu, haya ni maandiko yameandikwa. Kuna vitu katika maisha yetu tusipokuwa makini vitakuwa vinatokea vitu viovu, na uelewi kwa nini vinatokea vitu viovu, lakini kwa sababu hujakaa sawa katika eneo la uchumi. Na ndio maana nilipofika hapa nilimpongeza IPM, nikamwambia ukiona wanaume wamekuja kwenye semina ya uchumi, ujue hao wanaume wako serious na mambo ya uchumi. Kwa hiyo nyinyi ni watu wa maana sana, na huu mkutano ni wa muhimu sana kwako mwanaume kuliko unavyofikiria. Sasa mambo haya 7 nataka niongee na wewe kupitia hii hadithi ambayo tumeisoma hapa. Jambo la kwanza, Biblia inasema labda kwa sababu wale wanaoandika, jambo la kwanza ni uwezo. Hebu sema uwezo. Unakumbuka alisema aliwachukua watu kulingana na uwezo wao. Naomba nikuambie kwamba utajiri unaendana na uwezo wako. IPM tukigawa hapa milioni 500 kila mtu hapa apewe hapa. Ni za kwako, sio za mkopo. Anagawa tu, chukua. Mambo kama 4 yatatokea hapa. Jambo la kwanza, kuna watu watashindwa kunyanyuka hapa. Unanyanyuka, unakaa. Unanyanyuka, unasikia kizunguzungu, unakaa. Hapa. Watakaonyanyuka hapa, tukikagua hivi viti tunashukuru Mungu tumeweka nailoni. Kuna viti vitakuwa vimeloa hapa. Sisi haifanyi kazi, naachia tu. Kuna watakaoweza kufanikiwa kunyanyuka, lakini hawatafika nyumbani. Anaishi Mbagala, atapanda gari ya kwenda Bagamoyo. 500. Inawezekana 500 nyingi, 50 tu. 50. Watakaofanikiwa kufika nyumbani, sio wote wataweza kuamka asubuhi. Mimi nakwambia, kuna mzee mmoja kipindi kile serikali inatoa lump sum. Ukistaafu unapewa milioni 200, milioni 300. Kuna mzee alipewa milioni 200, wakamkuta asubuhi amekufa kwenye kochi. Pressure. Daktari wanafanya postmortem, pressure ilimuua pressure. Sasa pressure ina trigger. Kitu gani kilimtrigger pressure? La. Maana utaenda kulala, ukisikia kuku anapiga, mbwa anaweka, ndio amekuja kuzichukua, unaamka tena. Nashukuru Mungu siku hizi kuna benki. Watakaofanikiwa kuamka asubuhi, tukiwauliza baada ya miaka 3, zile milioni 500 ulizokabidhiwa kwenye mkutano, kikao cha wanaume kiko wapi? Nasikia halo, Mungu tu anajua. Sasa Mungu anajuaje wakati tulikukabidhi wewe? Maana wewe ndio ulipewa begi la pale milioni 500. Imekuwaje? Issue ni uwezo. Hebu sema uwezo. Kwa tumekuja hapa ili kuongeza uwezo wetu. Uwezo. Na ndio maana IPM amesema usiwe na haraka, tukujengea uwezo. Kwa lugha ya kitaalamu tunasema capacity building. Lazima uwe na capacity. Kuna watu wakipewa, ngoja nikwambie, kuna wengine mmechelewa kusema la ukweli. Kuna wengine mmechelewa kupata pesa kwa sababu Mungu kila akiangalia uwezo ulionao, sasa huyu ataondoka duniani muda si mrefu. Nikimpa huyu bilioni 2, huyu tunamuaga. Wale mliosoma shule za boarding mnafahamu, au shule za chuo hizi, kuna kitu kinaitwa boom. Kuna watu walikuwa kipewa boom likitoka, kuna mtu hawezi kuingia darasani akaconcentrate. Anaenda disco wapi? Hela sikiisha ndio akili inakaa sawa. Issue ni uwezo. Na muomba Mungu leo katika hii seminar akujalie kunyanyua uwezo wako juu. Napokea. Uwezo unyanyuke leo. Uwezo wa kiroho, uwezo wa kiakili, uwezo wa kimwili pia. Wengi hapa mtakuwa mamilionea. Napokea. Kuna vitu ukishakuwa tajiri hata kimwili utakitu kula kila kitu kilichoko mbele yako. Wewe unakula, tunakula. Huwezi kula kila kitu.
Huwezi kunywa kila kitu. Tumishi, unapiga soda 4 kwa siku, soda 4. Tena hizo 4 mwingine chache. Chai unakunywa sukari vijiko 6. Wewe umekuwa Mtibwa? Kwa hiyo lazima uwe na uwezo wa kimwili, uwezo wa kiroho, uwezo wa kiakili, kwa sababu pesa inaweza ikaja na ikaondoka kama una uwezo. Waulize hapo, baadhi ya wanaume watakwambia kuna watu walipata pesa na zikaondoka. Shukuru Mungu umekuja kwenye semina kama hii, zinaweza zikaongezeka tena. Jambo la pili linalozungumzwa hapa ni faida. Hebu sema faida. Anasema aliwapa pesa ili wazalishe faida. Na ukisoma kitabu cha Isaya 48 mstari wa 17, Biblia inasema yeye Bwana Mungu wako utamkumbuka kwa sababu anakufundisha jinsi ya kupata faida. Faida sio neno la kiroho. Faida ni neno la kiuchumi. Biashara ina faida na hasara. Kwa kuna watu hapa mtaanza kufundishwa ili utengeneze pesa nyingi sana, ni lazima uweze kujifunza mambo ya biashara. Na biashara ili iweze kukuzalishia kipato kikubwa, lazima pawepo na kitu kinaitwa faida. Sasa lazima kila pesa inayoingia katika maisha yako lazima ujifunze kuizalisha iwe na faida. Kila kitu kinachopewa katika maisha yako lazima ujifunze kiwe na faida. Usiwe mtu wa hasara. Kuna watu ni hasara ya kimwili, hasara ya kiroho, hasara ya kijinsia, hasara ya kila kitu. Hello? Faida. Kama una biashara inapata hasara kila wakati, lazima ufike mahali usichukue kama mambo ya kawaida. Kataa hiyo hali. Hata TRA wenyewe watakuvumilia kupata hasara miaka 3. Baada hapo wanasema hata kama unapata hasara, tupe certain percent ya mapato, lazima ulipe kodi. So unajua miaka 3 ya mwanzo unapoanzisha biashara unaruhusiwa kupata hasara hapo. Unapoanza biashara yako watakuvumilia. Maana serikali ndio mdau namba 1 katika biashara ya kila mtu. Unapopata faida, 30% lazima uilipe serikali share zake. Inaitwa corporate tax. Kwa hiyo serikali huwa haivumilii shirika au kampuni au biashara inayotengeneza hasara kwa miaka yote 3. Unafanya nini wewe? Kwa nini unatengeneza hasara? Sasa anasema hata kama unatengeneza hasara, tulipe pesa yetu. Kama serikali za wanadamu zinajua kuwatoza kodi watu ambao wanatengeneza hasara, sembuse serikali ya mbinguni. Kwa hiyo ili maisha yako yawe na maana hapa duniani, hakikisha unatengeneza faida. Usikubali hasara katika maisha yako. Sema amina. Amen. Jambo la 3. Hii hadithi inatuambia huyu bwana aliporudi alitaka accountability ya mapato na matumizi. Watu wengi tunapoteza pesa kwa sababu hatujui tumepata ngapi, tumepoteza ngapi. Hatujifanyii hiyo analysis. Nikikwambia sasa hivi anza kupiga mahesabu ya pesa iliyopita mkononi mwako, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, kidole kwa kidole, utashangaa ni mabilioni ya pesa yamepita kwenye akaunti yako. Kamchukue mtaalamu wa fedha leo, aangalie bank statement yako tangu ulipofungua hiyo akaunti mpaka sasa umepata kiasi gani. You'll be surprised. Kwa hiyo Mungu anatuwajibisha kwamba katika mambo ambayo yatatusaidia sisi kupata pesa yetu iweze kukaa, lazima tuwe makini na mapato na matumizi yetu. Watu wengi wanapata fedha, lakini watu wengi pia wanatumia pesa vibaya. Ukiwa unapata milioni 1 kwa mwezi, lakini matumizi yako ni milioni 1.1 million, wewe uko nyuma 100,000. Hujawahi kukuta mtu ana mshahara wa milioni 5 anazidiwa na mtu mwenye mshahara wa 500,000? Ushakuona?
Kwa hiyo haijalishi kiwango cha pesa unachotengeneza, bali inajalisha kiwango cha pesa unachokibakiza. Chukua hiyo, itakusaidia. Usijivunie tu na mabilioni. Kuna mtu anataka kupiga makofi. Yes. Mimi nataka niongee na akili za wanaume hapa, tukubaliane. Watu wengi sana wanapata pesa, lakini wanazipoteza zile pesa kwa matumizi mabaya. Na Mungu akinipa nafasi hapa, taangalia, naenda haraka kidogo. Ziko tabia zitakazokusaidia wewe kutunza pesa yako, na zipo tabia ambazo zitakusaidia wewe kutawanya pesa. Tofauti kati ya tajiri na maskini kubwa iko kwenye tabia. Hebu sema tabia. Tabia. Matajiri wana tabia za kitajiri, masikini wana tabia za kimaskini. Na nitakueleza baadhi ya tabia. Lakini moja ya tabia walizonazo, very careful, ni matumizi, mapato na matumizi. Amepata nini? Ametumiaje? Kuna kitu kinaitwa frugality. Unafahamu frugality? Inawezekana wengine ndio umesikia leo. Ubaili. Hebu sema ubaili. Mwambie jirani yako, naomba uwe mbaili kuanzia leo. Ondoa neno naomba, mwambie kuwa mbaili. Sijasema uwe mchoyo. Kuna tofauti kati ya kuwa mchoyo na kuwa baili. Baili ni mtu ambaye anaifuatilia pesa yake. Yaani unaikabia kwa ndani, yani ikitaka kutoka inakuwa na maswali. Kwa nini inatoka? Inaenda kufanya nini? Kwa ajili ya nini? Itaniletea faida au hasara? Matajiri wote ndivyo walivyo, wakubwa. Ubaili manake ni kwenda na bajeti. Unapanga mambo yako. Hivi unajua leo kamtafute tajiri yote mkubwa hapa Tanzania, mwambie mzee naomba milioni 5. Milioni 5 nyingi, mwambie naomba milioni 1. Hatoi. Kwani hana? Ni kwa sababu katika mipango yake ya bajeti wewe haupo. Sio kwamba hana. Lakini leo Watanzania wengi tukipata pesa hatujui zinaenda wapi. We don't track our money. Kwa hiyo naanza kukuandaa, kwa sababu muda si mrefu utaanza kuwa tajiri hapa. Mtumishi wa Mungu anaweza kafanya vyote alivyojaliwa na Mwenyezi Mungu kufanya kiroho ili kukusaidia. Lakini kama hutakuwa na nidhamu ya fedha, hiyo pesa itapotea. Na sio kila mtu ana neema ya kurudisha pesa iliyopotea. Utanielewa baadaye nikishamaliza. Kwa hiyo matumizi, lazima uangalie matumizi yako. Usiende kwa mihemko. Hebu sema mihemko. Mihemko. Kuna kitu kinaitwa immediate gratification. Mihemko. Wakati naanza hapa nilikwambia wanaume tunatumia akili zaidi kuliko moyo. Tunatumia akili zaidi kuliko hisia. Mwanaume hataki kuwa mtu wa hisia tu. Kila ukiwa na hela, kila kitu unachokiona unataka kununua, lazima ufikirie. Mtu ambaye anaruhusiwa kutumia au kuwa na hisia vyovyote itakavyokuwa ni mama mjamzito peke yake. Wanaume mnafahamu mlioa. Huyo ndio ambaye wale ambao mna wanawake mnafahamu ambao ni wajawazito. Unajua mwanamke anaweza kaamka saa 8 ya usiku anataka ice cream za Azam. Mnazipata wapi saa 8 ya usiku? Kule Magomeni washafunga. Anaweza kaamka usiku anataka malimao. Anaweza kaamka usiku anataka udongo. Tena sio udongo tu, udongo wa Pemba. Sasa mwambie jirani yako, wewe sio mama mjamzito. Wewe sio mama mjamzito. Kuna watu wewe, nikwambie, unajua haya mambo ninayokufundisha yalikuwa ndio tabia zangu pia. Nimetoka mbali. Mimi nilikuwa nikiwa na pesa mfukoni, nikipita mahali kama Mlimani City, yani nikikuta shati nitanunua, nikikuta hiki nitanunua. Unaweza kushtuka milioni 3 imeisha mfukoni. Watu wote wa marketing wanafahamu, watu wa masoko. Wanachokifanya kwenye masoko, wana stimulate eneo lako linaloitwa eneo la hisia ili ufanye maamuzi kutokana na hisia.
sio kutokana na akili na kuibia hiyo. Kwa hiyo wanacheza na hisia zako zaidi ili ufanye maamuzi ambayo mpaka baadaye ndio akili inakaa sawa. Wewe nikwambie, Biblia inasema azinie na mwanamke hana akili kabisa, naye afanya jambo litakalo. Sasa mwanaume anayezini sio kwamba hana akili. Biblia inasema pale wakati ukiwa kwenye tendo pale akili huwa inashuka. Ukishamaliza ndio hivi hausikeli huyu jamani. Imekwaje? Sasa hivi imekuaje jamani mimi? Mama nani atanielewaje? Hivi ndio imetoka hiyo. Wakati ule akili hamna. Na ndio maana wakati mwingine nguvu za kiume zinashuka, sio kwa sababu zimeshuka, ni kwa sababu wanasema either damu ya mwanaume either iende juu au iende chini. Yaani haiwezi kuwa wakati sehemu mbili kwa wakati mmoja. Utanielewa baadaye. Jifunze. Ndio maana nimesema watu wa marketing wanacheza na hisia zako. Na wapenda Coca-Cola kwa sababu nafanya nao kazi. Ushakuona tangazo la Coca-Cola? Tangazo la Coca-Cola, mtu anacheza mpira, anatoa jasho, alafu anaenda kufungua friji, inatokea Coca-Cola inatoa na yenyewe jasho, lakini jasho la baridi, alafu anaichukua, anaifungua. Alafu anafanya kup. Alafu anasemaje? Coca-Cola ndicho anachokuuzia. Coca-Cola hakuuzii soda. Anakuuzia ile Kuna neno ambalo watu wengi hawapei attention, na ndicho ambacho Coca-Cola anakuuzia. Baada pale wanasema nini? Onja. Huwa mfuatiliaje? Onja msisimko. Coca-Cola anachokuuzia ni msisimko. Hakwambii onja soda. Watu wengi wanafanya maamuzi ya kihisia badala ya kufanya maamuzi ya kiakili. Kuanzia leo katika jina la Yesu, yes, hata kufanya maamuzi ya hisia. Amen. Na sijasema ni rahisi. Ni ngumu. Ni ngumu. Unakutana na mtu anakuja kabisa anahuzunika. Nisaidie, mambo yangu magumu. Si nini? Anatoa na machozi. Ukienda na hisia imekucha. Yesu mwenyewe aliwahi kusema hamwezi kuwamaliza maskini wa dunia hii. Huwezi kusaidia kila mtu. Maana Mungu hajakuumba kusaidia kila mtu. Na kwa sisi wa Afrika tunafahamu, ukitoboa tu katika ukoo wenu, ukifanya mchezo, wewe ndio unakuwa kibosiri wa ukoo mzima. Kusaidia, unasaidia kila mtu. Sasa huwezi kusaidia kila mtu kwa sababu tu una huruma. Mimi pia ni mtu mwenye huruma, lakini nilijifunza kwamba kuna vitu ili niweze kutoboa katika maisha ni lazima niache mambo ya hisia, nifuate mambo ya akili. Biblia inasema, enyi waume, ishini na wake zenu kwa hisia. Inasema kwa nini? Akili. Sababu wanawake ni viumbe wa hisia. Ukienda na hisia na wewe unakuwa. Kwa hiyo ndio balance Mungu aliyoiweka. Wenyewe wana hisia, sisi tuna akili. Sasa hii sio semina ya wanawake, hii ni semina ya wanaume, sio semina ya ndoa. Kwa hiyo naomba nisingie huku kwenye mahusiano. Jambo la 4, uaminifu katika mambo madogo. Ndio hii hadithi inavyotufundisha. Uaminifu katika mambo madogo. Wengi hapa mtajaribiwa. Kuna vitu Mwenyezi Mungu kabla ya kukubariki kukupa vitu vikubwa ataangalia kwanza una manage vipi kidogo ulicho nacho. Kwa Kiingereza tunasema don't despise the humble beginning. Usidharau mwanzo mdogo. Utafiti kwenye Biblia na kwenye maisha unaonyesha vitu vingi vinaanza vikiwa vidogo. Ukienda kwa Mwenyezi Mungu leo, naomba panua biashara yangu iwe kubwa, ndio unafanya maombi yao. Mungu anaangalia, je, ile biashara ndogo niliyompa anafanyaje? Kwa hiyo mwanaume mlioko hapa, hata kama una biashara ya kupiga viatu kiwi, ifanye kwa uaminifu, ifanye kwa excellency, kwa ubora, kiasi ambacho Mwenyezi Mungu akija kukubariki anajua kabisa hapa nina jembe. Usidharau. Una genge, lifanye hilo genge kama ndio supermarket yako.
Unasema hii nikipata duka kubwa ndio nitaanza sasa kuwa na customer service nzuri. Ndugu yangu, inaanza ukiwa na duka dogo, ukiwa na genge. Ni kanuni inasema aliye na machache, aliye mwaminifu kwa machache, Mungu anafanya nini? Kuna watu wengi sana hapa tumepoteza vitu kwa sababu we are not faithful with the little that we have. Kabiashara kako hako kadogo unachokafanya, hiyo pambana nayo, koma nayo. Mabilionea wengi wameanza chini, kafuatilia historia zao. Wewe sasa unataka uje hapa IPM afanye ibada ya kuchinja, alafu kesho unataka ununue VX. Ni wamegee siri. Wengi hapa mtachinja, lakini inaweza kawachukua mpaka siku 90 mpaka miezi 6 hujaona mafanikio. Usio kasema huyu ni nabii wa uongo. Kwa sababu ni mchakato. Mimi nataka leo tupate combination ya mambo yote. Amen? Amen. Hakuna mtoto anayezaliwa anajua kuongea. Hivyo ukasikia mke wako amejifungua, unaenda Muhimbili, ile umefika tu, katoto kasema, baba huyo amefika. Utakaa hapo? Subutu. Eti mke wako amejifungua pale hospitali, ile umeingia tu kamesikia sauti yako, kameshuka kwenye kitanda kana kukimbilia kuja utaka kumbatia. Kwa hiyo mambo haya yanaanzaga kidogo kidogo. Tatizo sisi tunataka turuke, utachanika msamba. Anza kukaa sawa, kujiposition. Hello? Aliye mwaminifu katika mambo madogo Mwenyezi Mungu anampa zaidi. Kuwa mwaminifu katika jambo ulilonalo. Amen. Huwezi ukasema mimi nataka nijiajiri, niwe na kampuni yangu, alafu kazini kwa watu unachelewa, haufanyi kazi za watu. Wakitafuta mtu ambaye anafanya kazi mbovu, unapatikana wewe. Yaani wewe ndo unaharibu. Unachelewa kufika, unawahi kuondoka. Alafu kila wakati hii kazi mbovu bwana, hawapandishi mshahara, hawapromoti. Kazi gani hii? Ngoja nikajiajiri, nifungue kampuni yangu. Nakwambia hata ukifungua kampuni yako, mambo yatakuchachia hivyo hivyo. Kwa sababu ni kanuni. Ni kanuni. Hello? Jambo la 5 ni uoga. Hebu sema uoga. Uoga. Yule mtu alisema, yule alipewa talanta moja, alisema niliogopa nikaficha pesa chini ya ardhi. Kuna mtu anaitwa Rose Muhando aliwahi kusema uoga wako sasa tatizo hatuna muda. Mwanaume kama mwanaume, katika vitu unatakiwa kupambana kuwa navyo ni ujasiri. Ujasiri. Sifa ya mwanaume yani sifa ya kwanza ya mwanaume, achana na nguvu za kiume, ni ujasiri kwanza. You should not be afraid of life, kwa sababu maisha itakupiga. Maisha itakuja na mambo mengi, maisha itakuja na vitu vya kutisha, lakini wewe kama mwanaume lazima uwe jasiri. Usiwe muoga. Sasa pia hatusemi uwe mzembe. Maana unaweza kuwa bold but reckless. Unafahamu kuwa reckless? Reckless ni mtu mzembe, anafanya vitu hovyo hovyo. Ni kama kuendesha gari. Unaendesha gari ufuate sheria, una overtake, unasema jasiri, utakufa. Mimi siogopi speed, mimi na kiwasha. Tuliambiwa tuwe na ujasiri, tuondoe uoga. Mimi sizungumzi uoga, huo ni ujinga. Kuna vitu ili vitokee katika maisha yako bro, ni lazima uwe na ujasiri. Mwanaume lazima uwe jasiri katika mambo ya uchumi. Lazima uwe na self confidence, ujiamini kwamba hili jambo linawezekana na itatokea. Usiogope kupoteza. Kuna watu wanaogopa kupoteza. Unakaela kako unakabembeleza, unafunga. Naomba kwa sababu akina mama wako hapa tuwaseme kidogo. Unaweka kwenye sidilia yani. Watu wote waliofanikiwa waulize hapa kufanya biashara wawili watatu utakwambia. Wametumbukiza hela sehemu nyingi sana zimepotea. Mimi msikia mzee wangu hapa, unapoteza. Lakini usiwe muoga katika maisha. Uoga. Achana na uoga. Uoga wako umaskini wako. Mwanaume kuanzia leo ukipata pesa yako, tumia akili kuitumia. Amen. Ukipata pesa leo, usiwe na hisia.
Manage katika kila pesa ambayo Mwenyezi Mungu atakupa kuanzia leo na kuendelea. Jua hiyo pesa kuna mbegu ya kupanda, kuna mkate wa kula. Usile kila kitu. Kuna mwimbo mmoja aliimba Muhimini Mwinjuma, anasema mkulima kala mbegu anataka kutumaliza. Usile mbegu. Sio kila pesa ni ya kula tu. Haleluya. Amen. Mambo 7 nilokuambia. La kwanza nimesema nini? La pili nimesema nini? La tatu nimesema nini? Mapato na matumizi. La 4 nimesema nini? Uaminifu katika mambo madogo. La 5 nimesema nini? Acha uoga. La 6 nimesema nini? Wekeza pesa yako. La 7 nimesema nini? Aliyenacho ndio anapewa. Tafuta kuwa nacho kwenye maisha. Mungu akubariki sana. Amen.